anaendelea kuyafurahia maisha ya nyumbani kwake akiwa mwenyewe anatengeneza kitanda chake kama ilivyo kawaida. Ametengeneza kitanda chake vizuri kabisa cha kulala ili apumzike. Baada ya hapo akaenda sebuleni, akaweka vyombo pale chumbani, akaweka kioo, akawa anatumia kujiangalia. Akisikia kujiangalia anatumia kioo hicho kujiangalia. Lakini pia akachukua vyombo vyake na kupeleka katika sebule yake alikuwa akiishi. Kwa maisha yakaendelea. Na mama alikuwa anafurahia maisha ya nyumbani kwake, anafanya usafi, anapanga vitu vyake nyumbani. Jioni ikaingia, akaenda kutengeneza chochote kitu ili alafu alale usingizi. Kwa hiyo mama akawa amechoka, anavuja jasho. Kwa hiyo akatamani kupumzika. Baada ya kumaliza ikaeka za siku, akatamani kuandaa kitu chochote chakula ili alale. Baada ya kumaliza mchakato wa siku nzima, mama anatamani kula ili apumzike alale. Maisha yakaendelea kama kawaida nyumbani kwake, akiwa anakula kama akiwa peke yake, hana mtu wa kusaidiana naye. Kwa maisha yakaendelea nyumbani kwake, akiwa amemaliza kula, siku ikawa imeisha, akamwomba Mungu ili apumzike siku hiyo. Kwa hiyo akaingia ndani kwake, chumbani kwake, kwenye kitanda chake cha kawaida sana, akawa anamwomba Mungu ili apumzike siku hiyo, ili maisha yaweze kuendelea. Mama akaomba. Baada ya kumaliza akaenda kulala nyumbani kwake, ndani kwake, akalala usiku akiwa amelala. Asubuhi kukapambazuka, mama akaamka asubuhi, akajinyoosha, akamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kumwamsha tena siku hiyo. Akaamka akiwa na uchovu mwingi, akapumzika, akamshukuru Mungu kwa kumwamsha asubuhi ya siku iliyofuata. Na baada ya kumwamsha, akaendelea na shughuli zake kama kawaida za nyumbani kwake, akifanya usafi, akiendelea kama kawaida na maisha ya nyumbani. Kina mama wanapenda maisha mazuri ya nyumbani, wakiwa wanafurahia, wakitengeneza usafi, pia jikoni pakiwa vizuri, chumbani pakiwa vizuri. Hiyo ndio sifa ya mama bora, akiwa nyumbani maisha yakaendelea. Lakini siku hii ilikuwa ya ajabu sana, maana wakati mama anaendelea na shughuli zake za nyumbani, akiwa anahangaika huku na kule, akitamani namna gani ya kuishi, siku wakati anahangaika na siku hiyo, akajikuta amepoteza pesa alizokuwa nazo. Akajikuta amepoteza shilingi yake, akaitafuta, akavuruga nyumbani kote, akawa anavuruga, akiangalia uvunguni, hakuna. Shilingi yangu iko wapi? Nilikuwa na shilingi zangu. Akajaribu kutoa vyombo nje, labda vitu nje, labda shilingi imeingia kwenye vyombo. Anakunguta mashuka aliyokuwa amevaa, lakini haoni. Anahangaika, anasema nilikuwa na pesa, shilingi yangu nilikuwa nayo, sioni, sijui imekwenda wapi. Anahangaika, akachukua fagio, labda afagie, huenda ilikuwa imeanguka wakati anafanya usafi. Mama akahangaika, akavuruga kila kitu ndani, lakini hakuipata. Hakukata tamaa, akaendelea kutafuta, analia na kuhangaika. Anajaribu kuangalia ni wapi nimeweka shilingi yangu, imepotea, sioni shilingi yangu. Lakini akaendelea, hakukata tamaa, akaendelea kuhangaika, kukunguta, kutafuta. Bahati akaiona, akashangilia, akasema sasa ngoja nikawaite wenzangu ili tuje kusherekea ile shilingi yangu nilikuwa nimeipata, ilikuwa imepotea, sasa imepatikana. Mama akakimbia kwenda kuwaita ndugu zake kwa ajili ya kusherekea sherehe ile ambayo ilikuwa imeandaliwa. Wakafurahi, wanakuja wakiimba na kumachi, wakawa wanaingia kujaribu kusherekea sherehe ambayo mama alikuwa
kupoteza shilingi sasa imepatikana. Kwa hiyo wakaingia kusherekea pamoja, wakiwa wanasherekea sherehe ile. Wakiwa wanajaribu kusherekea, walikuwa wengi sana, wakaingia